Nianze kwanza kwa kupongeza mkurugenzi kwa kazi kubwa ya maandalizi ya mkutano wa leo. Hongera sana na wakuu wa idara. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Mbunge ambaye tulimpa pongezi, lakini leo tunampa pongezi tena kwa sababu amesha hapa na sasa ni mbunge wa jimbo hili. Anakwenda kuungana na wenzake leo akishakula kiapo. Maana msipopata hiki kiapo, kanuni zinasema nyinyi sio madiwani. Kishakula kiapo mtaungana na ndugu yangu kwa ajili ya kuanza shughuli na kuwajibika ili kufanya shughuli za wananchi zianze kwa utimilifu kwa kushirikiana na halmashauri yenu ya Mbeya. Lakini katibu wa Chama cha Mapinduzi, nikupongeze kwa sababu ya kusimamia uchaguzi tangu ngazi ya awali mpaka ikapita Oktoba 29, lakini mpaka sasa leo tunakwenda kukamilisha uchaguzi huu wa madiwani. Na jana nadhani ulianza kwenye uchaguzi wa chama na sasa tumekuja kwenye ngazi yetu ya serikali. Kwa jambo la tatu niseme tu, sisi wote kwa pamoja kwa imani zetu tuendelee kuombeana na kuomba dua kwa wale wote ambao tarehe 29 aliwakuta matukio yanayojitokeza. Tuwaombee wapate nafuu, na wengine tuwaombee Mwenyezi Mungu awape nafasi huko walikotangulia mbele za haki. Kwa wale ambao waliotokea bahati mbaya hiyo, Mwenyezi Mungu awape nafasi njema, awape pepo, awajalie kwenye kila hali, na sisi sote tuwe na dua kwao kwa ajili ya kuomba hayo. Wenye majeraha, wenye majeruhi tuwaombee wapone haraka. Na jambo la 4 niendelee kusema, sisi sote kwa pamoja huku ndani kwa halmashauri ya wilaya tuna wajibu wa kuendelea kuhakikisha utulivu unarejea kwenye maeneo yetu, kwa nafasi zetu, kwa ushawishi wetu, kuzungumza na vijana wetu, ndugu zetu, familia zetu, ili kuhakikisha sasa haturejei kwenye yale ambayo yalitokeza Oktoba 29. Na naona viongozi wakubwa kuanzia Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu na mawaziri wanaendelea kufanyia kazi kwa kushirikiana na viongozi tofauti wa ngazi za dini, na juzi imeundwa tume kwa ajili ya kushughulikia yaliyojitokeza. Kwa hiyo niwaombe sisi tuendelee kusemea mema ya taifa letu, mema ya wilaya yetu ya Mbeya vijijini na halmashauri yetu, ili kuendelea kuleta utulivu mkubwa kwenye maeneo yetu, isiendelee kutokea vurugu zilizojitokeza. Amani, haki ndio msingi wa taifa lolote. Ukikosa amani, huwezi kufanya shughuli yoyote katika taifa lako, wala eneo lako, wala kwenye familia yako. Watu wameona siku 5 zile ambazo tulifanya lockdown, ilikuwa hata kwenda kununua chakula hakuna, hata kama unayo pesa mfukoni. Uongo kweli? Ilikuwa hata kama unaamua kwenda kumtembelea rafiki yako wa kike, ulikuwa huwezi kwenda, hata hamu hiyo inaisha. Ndio kweli. Kuna vitu vingine tu, mifano tu halisia. Mashibanda ulitoka kule kwenu kule, ulikuwa hata hamu, kwa hata siku ya kuisikia kama una girlfriend huko mjini utaki kuisikia. Kwa hiyo kuna sababu kubwa ya kuendelea kutetea na kuwajibika kwenye mazingira hayo ili kuhakikisha taifa hili linabaki salama. Unajua kuna wakati tunazungumza, lakini mwisho wa siku tuna wajibu mkubwa kuhakikisha Watanzania wote tunakuwa ndugu kama ilivyobaki hivyo. Lakini pia tunasikiliza kero na mambo ya msingi ambayo wanahitaji watoto wetu na vijana wetu. Ili taifa na mataifa mengine na dunia imekimbia sana kwenda mbele kabla yetu sisi. Na ndio maana kuna watu ambao ni analog mpaka leo. Humu ndani tunatofautiana. Kuna ambao ni analog na kuna ambao watu ni digital. Nikisema hivyo na maanisha moja, kuna watu wa mtandao leo. Kuna watu ambao maisha yao wao wanaishi kwa kupata hela kupitia mitandao, kompyuta, nini, wapo hivyo. Lakini kuna mtu kimwambia leo atabonyeza kompyuta hapa, wanawasha wapi, wanazima wapi, hajui. Kwa hiyo tumekimbizwa hatua karibu 15 mbele kabla sisi hatujafika huko. Kwa hiyo kuna haja ya kuhakikisha waliotangulia na waliobaki nyuma tunawavuta wote wanabaki kuwa katikati, ili tuungane kufanya maamuzi ya pamoja. Vijana wetu sio wale ambao wanasubira kama vijana wa miaka ya nyuma. Wanahitaji utatuzi wa haraka wa kila jambo ambalo tunalifikiria kwenye maisha yao. Ukichelewa ukamwambia subiri kesho, akarudi mara ya pili subiri kesho kutwa, ndio haya maamuzi wanayoyafikia. Juzi wakati wa waziri wa vijana anapita hapa, kuna mambo walikuwa wanayasema. Ukiangalia
Sisi ambao tunamsaidia rais tuna haja kubwa ya kufanya kazi kwa haraka sana kama wao wanavyofikiri. Na ndio maana juzi niwaambia kwa kikao kimoja, udumavu wa akili sio kuwa mfupi tu au kuwa mrefu. Ni hata kuwa na kitambi nako ni tatizo. Ni namna gani na afya bora inategemeana na kile anachokwambia daktari na wewe namna unavyotengeneza maisha yako. Kwa sababu kuna wakati mwingine udumavu wa akili hata maamuzi juu ya nini kijana anakitaka yakichelewa ndio tulifikia pale tarehe 29 leo kutokeza. Kwa hiyo waombe, nimetangulia kuyasema haya kwa makusudi, kwa maslahi ya halmashauri ya wilaya, kwa maslahi ya wilaya ya Mbeya. Tunahitaji kuhakikisha vijana wetu wanarudi pamoja kufanya kazi na halmashauri yetu, lakini pia tunaweza kuwatimizia yale ambao wanahitaji. Zimetoka lawama nyingi sana mkurugenzi juu ya mikopo yetu ya 10%, nadhani unasikia. Lakini haya yana tafsiri zake, yana utaratibu wake, lakini nani amepeleka taarifa hizo kule kwa vijana? Maana kila kijana analalamika anasema hawana taarifa za mikopo. Kwa kuna haja ya sisi kuhakikisha taarifa zinakwenda, na sio za mikopo, taarifa za kila kitu, kwa kushirikiana kwa idara na madiwani ambao leo tutakwenda kuhapa. Kuna haja kubwa ya sisi kushirikiana kila jambo ambalo linahusu jamii yetu, linahusu vijana, linahusu kina mama, linahusu wazee, liwe linafika kwa wakati ili lifanywe maamuzi na kutatuliwa kwa wakati. Hilo ndio jambo la msingi kwa sote. Nimetangulia kuyasema haya kwa sababu hatupendi yakitokeze yalitokeza tarehe 29. Na hatuhitaji, kwa sababu sasa hivi mitandao yote inazungumza juu ya tarehe 9 mwezi wa 12. Ombi langu kwa Mwenyezi Mungu, lakini ombi langu kwa serikali inayosimamiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake wote, tusaidiane kuhakikisha hayajitokezi yaliyotokea. Na ndio msingi mkubwa wa serikali. Hatuko tayari kuona yanajitokeza tena mahali pale. Mimi niwaombe vijana ambao wanaamini sauti zao zilikuwa hazisikilizwi, waamini kwamba serikali iko tayari kusikiliza na kwenda nalo pamoja kuanzia sasa juu ya matakwa yote ambayo wanayazungumza ili tuweze kuyatimiza. Mimi pia ni sehemu ya vijana ambao wao wanaamini hawasikilizwi. Tuko tayari kuwasikiliza kwa sababu ya kuhakikisha watatoka pale walipo wanakwenda mbele kwa sasa, ili kila kijana atimiziwe haki zake. Kuna kijana mmoja alisema, sisi ambao tunaishia darasa la 7, form 1, form 2, mmetuacha mtaani wengi sana mpaka leo. Hamjui tunafanya shughuli gani. Tuna wajibu wa kusikilia. Na kuna kila sababu ya halmashauri kufikiria vijana wa namna hiyo tunawasaidiaje, wanaingia kwenda kufanya shughuli gani. Na hii kazi kubwa mnayo madiwani sasa, kwa sababu mnapotoka mnajua kuna vijana wangapi kwenye kila kata. Huu ni wajibu wenu kujua madiwani mtakaowakishwa leo kwenye kata zenu, kijana kuanzia miaka 15 mpaka 35 wako wangapi. Ukiulizwa hivi usishangae, lakini kuna kijana au kuna diwani anakimbia vijana waliopo kwenye kata zake. Ukikimbia utaishi maisha magumu. Mimi nawaambia watu, unamwona mbunge Baba Levo, staili ya Baba Levo itawatesa wabunge wengi. Mheshimiwa, staili ya Baba Levo, yale ndio maisha wanayotaka wananchi. Kila siku hasa vijana, uende ukazungumze nao. Nenda kijiweni, nenda sokoni, nenda stendi, nenda dampo, bila kuangalia kama wewe ni nani mbunge, kwa sababu ubunge wako, udiwani wako umetokana na wao. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.